is it 400 acres? No, hectares. The total is 3,420. And they have done 3,000 something already. 3,073. 90%. So, but now the age of the cane, the age is imepita. No. Imepita. Walulan. Imepita. Imepita. You should have done it at between 18, around 18 months, maybe 20 months. Because it was flooded on water, because of the whatever, they did not come and do it. But you see, what they should do, they should plan in such a way that, you need to plan the rotation, so that you know at what point I need it to happen, so that you make sure it becomes mature around the time when you can have it, when this place allows you to have it. That is having your plan. But just within your honor, eventually it will settle, and I think it comes to hold sometimes. Because of the heavy rains that were coming. And then, by God's grace, this year, we have planted from January to November. And we have been planting all throughout. So, by God's grace, that's what we are just doing the next time. Very good. Sasa watu ya kukata wako tayari. Alafu what do you do? Here. I was asking the same question. Anasema hapa chini hapa chini hapo hapa so that one you have left. So that is why they come. Yes, that's it. Hapo ndio chini. Thank you. A good Kentucky. Thank Lakini inatengenezwa hapa. Hii panga tunanunua Kutoka wapi? kwa maduka tuko. Especially Kenya hii. That's what I was asking. Is Kenyan? Is a Kenyan? Kenyan local.
Vizuri sana. Tunashukuru Mungu. So kazi ya kukata miwa sasa inasonga. Inasonga. Na nyinyi mmefurahia? Sana. Sababu iko Unga iko. iko unga. Wewe wachana na hao watu, unataka kuwafukuza kwa nini? Wamefanya makosa gani? Mimi nakaribisha mzee tumuone na mnaeni. Tunafurahi. Karibu sana. Haya. Karibu mnyali. Wewe boss. Sana mwana. Ndio damu. Sawa. Ungetaka hii mahali. Wewe wachana na hiyo watu. Sikiza. Mimi mna hara si watu wanafanya nini? Sasa kwa hii mpango nikuulize swali kidogo. Ungetaka tufanye namna gani ndio iwe bora zaidi kwako na kwa mambo ya biashara ya miwa hapa? Kwa upande wangu ndio nafurahia kuendelea kulima. Tusikuwe na kutafuta unga kidogo pia kazi ndio patikani. Kwa sababu ya kuweza kulima sisi tunaweza kuwa ndogo sasa wakati Pati mapato ndio mapato isonge vizuri. Ndio kipandwa ndizo wakati tunasikia vizuri. Sasa hapo nyuma ilikuwa imekwama kama miaka 10 hapo. miaka 10 ilikuwa imesimama. Barua ilikuwa Nilikuwa naumia sana. Nilikuwa naumia sana. Mungu atupati. Sasa kwa mbolea, ukupata wakulima wa nje mbolea, alafu na mbegu. Wale outgrower. Hata ndio sisi. Sisi tu ndio kulima tena. So mnalima huko Tena tunakata. na mnakata hapa. So tunasema mbolea ipatikane na ile ya bei nafuu. Ndio. Alafu kitu kingine ungetaka mbegu ipatikane ile ya kupanda. Wapi ile mti ya hapa? Sasa wewe mti ya hapa the outgrower is your business also. Umesikia wanasema wanataka pia mbegu for the outgrowers. And the fellow from Kenya Sugar Board. Are you working in collaboration so that these people can get the right mbegu? Very exclusive. We started the outgrowers program in May last year. Because now we have sufficient seed after planting my nuclear. Yes. I have put aside a nuclear where seed cane is only for the outgrowers. For the outgrowers. And we are supplying them already. We are applying for them. We are supplying Lakini them. tusirudi kwa ile maneno ya DR. Na ndio tunajaribu kuwazungumzia na utawasaidia pia kwa sababu wakipata subsidy in fertilizer, mimi nikiwapea fertilizer anaweza on the commercial rate. Lakini wakipata hii serikali the subsidy fertilizer, then they don't need, I give them seed, I apply for them, na serikali tuwasaidia kwa fertilizer. Ikifanywa namna hiyo si itakuwa sawa? Sawa. So tuendelee. Tena sana. Ndio mno. Mamini buti zangu. Mike bana inakuwa sheria, mnatembea na boti. We are now Numbo, but they want to